بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى kumdakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika wasaa huu pia tutakuwa tukiendelea na somo letu la hadith, kitabu al-40 an-nawawiyya ni Sheikh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf النووي رحمه الله تعالى. na leo tutasoma alhadithu alhadi ashar, tutasoma hadithi ya 11. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. Anasema Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala: an Abi Muhammadin, kutoka kwa Abi Muhammad ambaye ni Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa raihanatihi, mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kipenzi chake. قال الإمام الفوزاني حفظه الله تعالى: هذا الحديث عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما والحسن والحسين ابن فاطمة. Hadithi hii ambayo inasimuliwa na Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, anasema wal Hasan wal Husain, huyu Hasan na Husain ibn Fatima binti ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ni watoto wawili wa Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na kuna ufahamu usio kuwa sawa, baadhi ya watu wengi sana wakisikia al-Hasan wal Husaini wanajua hawa ni mapacha. Wengi wanadhania hivi. La hasha, hawa si mapacha, wale wamepishana mwaka mmoja tu. ولهذا قال سبت الرسول صلى الله عليه وسلم, kwa kuwa hawa ni wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana akasema sibti rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia binti yake. Kuna maneno mawili haya zingatieni. Asibtu ni mjukuu aliyezaliwa na binti yako, ni mjukuu aliyezaliwa na binti yako, huyo anaitwa sibtu. Alafu kuna hafidu
alhafid. Hafid ni mjukuu wako kadhalika, lakini aliyezaliwa na mtoto wako wa kiume. Mfahamiana mchanganuo Hafid ni mjukuu wako aliyezaliwa na kijana wako, mtoto wako wa kiume. Sibt ni mjukuu wako aliyetokana na binti yako, aliyezaliwa na binti yako. Ndipo wakasema sibtur rasul sallallahu alayhi wasallam ni mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni ibn Fatima, ni mtoto wa Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na aliposema wa raihanatihi, na kipenzi chake, ai raihanatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Waraihana hiya zahratu allati laha raihatun tayyiba. Raihana ni maua ambayo yana harufu nzuri, ndio raihana. Tumefahamiana hapo. Na wengine hutatizika katika kuita majina katika neno hili, jina hili, sio? Mwingine mtoto wa kike, mwingine mtoto wa kiume. Sasa hiyo utofautisha raihana tu ikawa wa kike, mfano raihanun mtoto wa kiume, kaita hivyo. Mfano mathalan raihanatun mtoto wa kiume, wa kike, raihanu kaita mtoto wa kiume, na tushikana na dhalika. Kwa hiyo kwa sababu huyo ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia binti yake, ndipo wakasema sibti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa raihanatihi, na ni kipenzi chake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Radiyallahu anhuma, Allah awaridhiha wote. Qala, anayesema nani? Huyu Abi Muhammad sasa, ambaye ni Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, kwa maana Fatima aliolewa na Ali ibn Abi Talib, ndipo wakapatikana watoto hao wengine. Kwa hiyo anasema hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nimehifadhi mimi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni sawa sawa na kusema, lakini waseme nimehifadhi kutoka kwa babu. Tuko sawa hapo jamani? Mchangano huo umekaa sawa, sio? Nimehifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yani nimehifadhi kutoka kwa babu ambaye ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nimehifadhi maneno haya yanayosema da'a ma yaribuka, acha linalokutia shaka. Da'a ma yaribuka, acha linalokupa shaka. Jambo ambalo linakupa shaka achana nalo. Ila ma la yaribuka, na uliendee lile ambalo halikutii shaka. Acha ambalo linakutia shaka wewe katika dini yako, mathalan katika dini yako, na uliendee lile ambalo halikupi shaka ndani ya dini yako. Kwa maana jambo ambalo lina shaka, unashaka nalo, basi hili ni vizuri zaidi kuliacha.
Hii inaungana mkono na hadithi gani? Naam. Nasema alhaya inna alhalala bayyinun wa inna alharama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat aw baynahuma umurun mushabbihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram. Kwa hiyo hapa anasema hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nimehifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yanayosema da'a ma yaribuka, acha lile ambalo linakupa shaka, linakutia shaka wewe katika dini yako, ila ma la yaribuka, na uliendee lile ambalo halikupi shaka. Kufanya hivyo itakuwa umeinusuru dini yako na heshima yako kadhalika, na utakuwa umesimama msimamo wa sawa sawa. Jambo ambalo linakutatiza, linakupa shaka katika nafsi yako, basi jambo hilo unatakiwa uliache. Wakati mwingine Waswahili husema wasiwasi ni akili, sio? Kwa hiyo bora ujiepushe, itakuwa umejitakasa wewe na dini yako na heshima yako mpaka upate hakika. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i, hadithi hii imepokewa na Imamu Tirmidhi na kadhalika imepokewa na Imamu Nasa'i. وقال الترمذي، na akasema Imamu Tirmidhi, hadithun hasanun sahih, kwamba hadithi hii ina daraja ya hasan na pia ni sahihi, akaitaja katika mtindo kama huu. Tunajifunza katika hadithi hii kwamba Muislamu anatakiwa awe makini katika kufuatilia hasa mambo yanayohusu dini yake. Usione watu wanafanya tu ukaona na wewe ufanye, bali unatakiwa uchunge mipaka ya sheria. Uchunge mipaka ya sheria. Hata ukiona watu wanafanya hilo na wewe likakutatiza jambo hilo, lakini kweli hili ni katika, basi ni vizuri kwanza kutawakaf. Ni vizuri ukatawakaf, alafu ukipata hakika yake ya jambo hilo ndio ukaliendea kwa vizuri. Haya ndio mafunzo ya dini yetu ya Uislamu. Barakallahu fikum, wallahu a'la wa a'lam. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.